Amen. Nyinyi ni wale ambao mnasema uzala mkaze. Uzala mkato simanya uwelele. Karibu sana. Najua Masai yeye kupika kweli kweli. Mumenipoteza kidogo. Salamu kwake. Uzala mkato dede. Salamu mkato dede. Yes. Ile na maanisha inakuwa bema tena sana. Alafu nasema ndivizo inakuwa vizuri. Zala mkaze inamaanisha unyamkaje. Unyamkaje Masai. Masai unajui mimi ni wakule. Wewe ni Mrwanda. Nenda kukaa Kirwandisi. Hao ni Wagiriama. Tunashukuru sana my sister for coming. Karibu sana, vile tumesema kwamba ATG tunapenda wageni. Tungependa kujua tu safari yako hii ya huduma. Huduma ya kumtukuza Mungu ilianzia wapi? Amen. Yes. Sijui niseme nilizaliwa mwimbaji. Inakubalika. Natokea katika familia ambayo ni ya muziki. Babangu alikuwa mwanamuziki, Mungu amrehemu. Alituacha kitambo. Naam. Na familia yetu generally sisi kuna watu wa muziki ni wengi, wasanii wengi. Hata wengine hata hawajafika hata studioni. Lakini yani in us there is just music. Kwa mfano hivi tuko na kwaya ya familia ambayo wakati mwingine kama vile kuna mazishi huwa tunaitwa Noah's Choir. Babu yangu anaitwa Noah. So Noah's Choir mnaitwa. Tuko wengi. Yani tuseme kila nyumba hivi watoto wa baba mkubwa, baba mdogo, nyote mko pale. Sasa hakuna space. You just stand where you are. Unaimba sauti yako tu. And it's normally very beautiful. Wow. So that is the family I come from. Amen. Apart from kuwa hiyo familia, tokea nikiwa tu mdogo nimekuwa na huo wito tu wa kuimba muziki. Na nimekuwa nikipata sana amani katika muziki. So katika utoto wangu mamangu akaichochea sana ya kunipeleka kanisani. Nikiwa kanisani nikaingia vitengo mbalimbali. Kuanzia niko kwaya, niko praise and worship right from Sunday school. High school ndio huyo niko kwa CU. Sasa kuenda sasa kipeke yangu kuenda kwa studioni ndio nimeenda studioni hivi 2018. Ndio umeingia pale studioni. Yes. Wow. Nakuwa vizuri. Yaani unatoka kwenye nikiwa peke yangu lakini nilikuwa nimeenda kadhaa zile za backup choir. Sema nimekuwa tu katika muziki. Amen. Tuseme tu hivi kwamba wewe umezaliwa katika familia ya walokole. Ndio. Wewe haujui hii mambo mengine hii ya kidunia. Sikupata hiyo nafasi. Hujapata nafasi. Sasa umesema kwamba like the Noah's family, kabla sijaenda kwako rasmi. The Noah's family. Huwa mnaketi pamoja, mnafanya mazoezi kama Noah's family, ama wimbo tu mnaimba zile nyimbo tu kama cha kutuma inisi? Sasa kuna wale watunzi wa nyimbo. Ndiyo. Babu yangu mwenyewe ndo alikuwa wa kwanza. He was the author. Kuna nyimbo ambazo alitunga yeye mwenyewe kabla afariki dunia. Mimi mwenyewe nikizaliwa sikumpata, alikuwa ashafariki. Ndiyo. So nyimbo ambazo alikuwa ametunga yeye mwenyewe kabla afariki ilikuwa December hivi mkienda kijijini Christmas. Mkishapika mahamri na huko mapochopocho yote mnakaa chini ya mti. Kuna mti very specific and very special kwetu. Watoto wanakaa hapo, washangazi, yani familia. Alafu sasa anawafunza wimbo. Wimbo mtaimba throughout the year. Of course something happens, ni harusi, nini, watu wamekutana, wanajikumbusha na wanaimba. Alafu nyimbo za kitabu, tenzi za rohoni. Tuko na different voices, yani tunes. Kama cha kutumaini sina, kuna ile tune ambayo yani ni ya Mwathoyas. Ukienda ukisikia mara unajua hapo kuna Mwathoya. Ya Wanoas. Yes. Amen. Inakuwa vizuri. Safi. Sasa umesema kwamba binafsi ulianza kuandika nyimbo ama kuingia studio mwaka wa 2018. That is 2018. Safari imekuwa vipi? Safari kweli yani haijakuwa rahisi. Tuseme ni neema ya Mungu ndio imeniweka kufikia leo hivi.
Safari imekuwa na changamoto nyingi sana sana. Alafu unajua ukifanya mziki kama huduma, shetani anajua ya kwamba kuna mazao. Yes. Kwa hivyo anakupiga vita sana. Sio like ukifanya mziki kama industry, unajua the devil knows your focus ni pesa. Kwa hivyo hata kufuata, hata kusumbua. Tuseme nimepigwa vita sana katika imani kwa sababu ya mziki. Yes. Lakini Mungu amekuwa upande wangu. Amen. Umesema kwamba changamoto zimekuwa nyingi tena sana. Labda you highlight kidogo baadhi ya changamoto ambazo umepitia. Changamoto nimepitia number 1 ni ile support. Naam. Ndio ifike mahali, yani safari umeianza, ndio ufike mahali watu wa kusupport, watu waipokee, wajue, wani waiheshimu, wajue huyu ameamua kuwa hii ndio line ameamua kuchukua. Yes. Ama hiki ndio kitu ambacho anafanya kinampatia amani. Like huyu mtu ameamua kuingia katika mziki. Ndio. Yani kuna ule uzito, unaona? Kuna ule uzito, yani uzito kabisa. Ndio. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili, sijui kama wewe mwanamuziki, lakini na expect uko unaweza elewa. Yes. Hizi studio unaenda mara, yani kunakuwa na ile wewe wanakuhandle, wewe ni unaanza, wanaitwa upcoming. So upcoming, yani wewe, yani project yako haina uzito. Yes. Sasa wewe mwenyewe umeenda umejipanga, uko na matumaini yako, nataka wimbo uende hivi, nataka ku-release fulani, lakini unaona wewe sasa wewe ni upcoming. Atakuja ule mwingine ambaye yeye amebobea kabisa. Yeye yake itaenda through. Yes. Atapewa priority very fast. Sasa wewe unabaki tu hapo, unaona, uko tu pale. So changamoto sana sana imekuwa hiyo ya kwamba hakuna ule, kuna kungangana katika ule upokezi. Alafu la pili, kuna ile negligence. Ambao I believe I'm not the only person who has faced that. Yes. Kuna wale my young artists pia. Hiyo ndio challenge. Alafu the worst thing ni ile inesiko competition mbaya, lakini ile chuki between artists, unaona? Like siwezi share, you know, siwezi fanya, siwezi fanya. So yani kuna ubinafsi. Kuna ubinafsi mwingi sana katika hiyo ministry. Ndio. Ambayo yani for you to stand, ni Mungu tu wake. Unaweza imba nyimbo ya kwanza na ukose kuimba tena. Yes. Ukose kuimba tena. Lakini kilichozaliwa na Mungu, mbegu ya Mungu haifi. Haifi. Kama umefanya mziki kwa sababu ni huduma, utaifanya. Kama umefanya kwa sababu ni industry, ni ya biashara, basi utarudi tena. Okay, sasa labda wewe kama Nzale, ni jambo gani lilikusukuma kwanza kuimba? Mimi number 1, nilipitia changamoto nyingi sana za maisha. Na wakati mwingine ikafikia ikawa nimeenda katika kona, it's me and God. Ni wakati unasikia kuna wakati wa being set apart. Yes. Nilipita kipindi cha being set apart. Na katika hicho kipindi nikawa tunaulizana na Mungu. Anasema njoo tusemezane. Yes. Katika hali ya kusemezana, nikaanza kupata zaburi. Ambazo sasa ndo yani zilifacilitate. Already nilikuwa katika mziki, naimba, but sasa I started receiving my own songs to sing. Na wakati nilimba hizi nyimbo, zikaniinua katika kiwango chengine. Na kusema ukweli, nyimbo ambazo nimezifanya, they are just personal. Yani ni vitu zenye nimepitia mwenyewe. Siimbi kwa mtu. Hata kama naimba ku personalize mtu, lakini there is something ambayo imeni-inspire kufanya mziki. So mziki ikawa ni kitu ambayo ilizaliwa ndani yangu, hii ya kwenda kwa studio wakati nilivyokuwa katika maombi na yangu binafsi na Mungu. Yeah. Okay, kufikia sasa hivi umeimba nyimbo ngapi ama albamu ngapi ndio zile umeweza? Sasa hii nimetoa albamu moja. Hiyo ndio iko nje, like hata wewe ukitafuta unaweza pata. Lakini kuna zile ambazo sijatoa kwa sababu ya changamoto hapa na pale. Lakini
mbele kwema. Amen. Nataka tuelezee kuhusu kibao chako Sidima. Sidima ilikuwa tuseme wimbo wangu wa kwanza. Lakini kutoa kabisa rasmi ni wimbo wa pili. Sidima ndio wimbo wangu wa kwanza mimi kupata katika maono ya kwamba niende nifanye, kwa sababu it was a calling. Nilikuwa naambiwa nenda uenda wimbo. Na wimbo ujumbe ulikuwa wangu, lakini nilikuwa nanenewa kwamba kuna watu ambao wanahitaji pia kusikia. Sidima ni wimbo wa Kigiriama. Sidima inamaanisha siwezi. Siwezi. Na wimbo wenyewe unamaanisha, nasema Sidima bila wewe Yesu. Kumaanisha siwezi bila wewe Yesu. Na ukweli hata wewe mwenyewe ukijiangalia Evelyn, kufikia hata hapa ATG, unaweza sema kabisa si ati nimekuwalk na wewe, lakini you can confirm this ya kwamba ndo upige hatua ni Mungu tu. Like huwezi bila Yesu. Yes. Amen. Wacha tusikilize Sidima halafu tutakuwa narejea. Lakini wapo na swali lolote unaweza ukaweka pale kwenye WhatsApp line, nambari zetu SMS line ziko wazi. Vile vile unaweza ukatembelea kurasa yetu Facebook ukaweka ujumbe pale. Tuko naye Lydia Nzale kwenye studio. So you live nafaa kupause then tuendelee. Haiko sawa. Bado kitaka kupause unaweza. Staki Mabasi wako wanaanza kukuja. I need to share the link, right? Yeah, unaweza share. So how do I share? Haini ya kuinvite, sasa unafinya tu hapa. Sawa. Bila uwe Yesu ni bila mkono Bwana, miongozi wangu. Sadima Mwana Israeli, Ni wengi hao wote wanalaika. How do I share? Bila uwe Yesu, bila mkono Bwana, kiongozi wangu. Share broadcast. Kwa WhatsApp. Hata kwa ninyo yangu, kwa profile yangu. Isiyo iko already kitakuwa kwa profile yako. Iko hapo kwa ninio. Kwa mtu akiona anaiona. Acha nikutafuta nione kama nitashare hiyo. Niliona manya kukonenda kosimanya baba nibira mkono uwe ukinirisha mimi haki yangu Sidima na kuhitaji baba haki yangu Sidima nibira mkono baba haki yangu Sidima perepetero na goromoka baba Sidima bila uwe Yesu
baba nibira mkono kila hatu sidima kwenda sidima kusonga baba oh sidima mavizi wangu kahana mwingine kana mkoli wangu mwingine kana msenangu kahana mwingine kana muhazi wangu kana mwingine kana Jerry kana mwingine kana Amen. Sidima kibao kingine kizuri tena sana. Already namuona huyu anasema kwamba ni Gilbert asema Evelyn salimia sana Nzale. Mwambie huyu ni wa kwetu, nyimbo nzuri na kupenda my sister. Asema niko hapa maeneo ya Kariobangi. Asante sana. Amen. Bila shaka tunaendelea kusonga mbele vizuri. Tuko naye Lydia Nzale. Dakika zimesalia 16 tutakuwa tunakamilisha tu, lakini vile nimekueleza kwamba iwapo una swali lolote tuko naye hapa studioni, utakuwa unaweka ujumbe wako pale kwenye SMS line na mambo inakuwa mazuri tena sana. Amesema kwamba already uko na album moja, sivyo? Yes. Na umetoa video zote? Nimetoa video ngapi sasa? 3. Yeah. Video 3. Inakuwa vema. Ukijiangalia hivi tu kama Lydia Nzale, unajiona wapi in the next 5 years? Hey. Next 5 years. Najiona kama nimefanya album zangu tuseme 4 hivi. Naam. Lakini sana najiona nitakuwa nimefanya live recording. Yes. 5 kwa sababu mwaka huu nataka kufanya 1. So kila mwaka nimejiwekea moja. Ndio. Yes. Inakuwa vizuri. Yes. Na ukiangalia katika hii huduma, vile umesema tu kuna panda shuka za hapa na pale, changamoto za hapa na pale, changamoto zikija, wewe kama Nzale, wewe unafanya vipi? Evelyn, na acha nikwambie. Biblia inaniambia mahali, nimesahau kifungu kipi lakini nasema wakati misingi ya dunia inatingisika, je, mwenye haki atakimbilia wapi? Yes. Alafu inakujibu inasema mwenye haki atamkimbilia Mungu. Let me get that verse right. But paraphrase. Naam. Mimi kama Nzale. Naam. Kimbilio tu ni Mungu. Wakati kimeumana, changamoto zimenikumba, ni Mungu ambaye ako na suluhu ya kila kitu. Ndio. Kwa hivyo mimi haitakuwa nitakuwa ninaanza, nimekuwa nikifanya. Changamoto zimekuepo, magoti tu ndio solution yangu. Yes. Na ukweli Mungu nimeona akitenda Evelyn. Huyu Mungu wangu si wa mchezo na hachelewi. Yes. Ikitukia ya kwamba nimepata changamoto, naenda katika magoti naomba. Ndio. Na if I have to share, niko na watu ambao wako around me ambao I can share with them. Yes. Na wananisaidia katika mawaidha, katika kuniombea. Ndio. Na kuniambia hapana tupitie hivi ama usifanye hivi, fanya hivi. Kwa hivyo nashukuru Mungu amenikushon kabisa. Yes. Jambo la kwanza ni maombi na pia the type of people you share. Kwa sababu katika hiyo hali ukishare na watu ambao sio wazuri, yes, watakumaliza. Utakuwa umejiangusha katika mawe ambao utavunjika. Lakini ukiomba halafu umalizie na kuongea na watu ambao wako sahihi, kuambia shida yako, utakuwa umesaidika. Amen. Alafu wewe vile ulianza hii huduma ya uimbaji, kando na kusema kwamba kule nyumbani umelelewa mahali ambapo watu wako pale, umeona wakiimba, uimbaji uko ndani yako, nini na nini, wewe huduma unaifanya kama biashara ama unaifanya kama vipi? Mimi nafanya huduma nafanya uimbaji kama huduma. Ndiyo. Nasemaga kila wakati. Yes.
nafanya mziki kama huduma. Ni ule wito ambao uko ndani yangu. Kwa hivyo mimi hata nikiimba siimbi eti ndio nipate hela. No, sina goal. Mimi my ministry huwa nasema, ukiangalia kwa page yangu ya kwa WhatsApp, kwa profile yangu ya Facebook, huwa naandika mara kwa mara that the world is my stage and God is my audience. Kwa hivyo mimi naimba tu. Na sinaga hata mzigo, hata nikituma mziki, nikifanya, nikiweka pale, sinaga pressure ati lazima 10 million visa, hapana. Mimi yule ambaye ako destined kunisikia hata nisikia. Hata kama ni mmoja utakume mwako. Kumaanisha ujumbe ni wake. Kwa hivyo mimi nafanya as purely ministry. Yes. Amen. Inakuwa vizuri. Ya labda ufike mahali uanza kusema kwamba changamoto zimekuwa nyingi. Mimi nataka nivuke ile ngambo nyingine. Nikisema ile ngambo nyingine waelewa kule secular. Sijui umeona kuna wale walianza. Nasema kwamba mlianza na roho mmemaliza na mwili. Yes. Sijui upande wako unaweza sema vipi? Acha nikwambie Evelyn. Mbegu ya Mungu haifi. Nina matumaini. I cannot say I am prone to majaribu. Kwa sababu mimi bora uko mwanadamu katika hii dunia, bado utajaribiwa. Siwezi sema mimi siwezi, ati mimi ndio siwezi, kwa sababu wale wenzangu pia nao walikuwa hapa lakini wakatenguka wakaenda ule upande mwingine. Lakini kila kitu ambao niko sure nao Evelyn as now, na kitu naambia Mungu anipatie neema. Unajua ni neema tu. Anipe neema ya kutulia na kufanya na kustahimili na kutulia katika yani hii huduma. Yani anisaidie kabisa nikae pale. Kama vile ni Daudi anasema anaomba akae katika hekalu la Bwana. Nami naomba hivyo hivyo. Ili hata dhoruba haimaanishi sasa kuwa mkuu katika ministry kudeclare that you are in ministry that majaribu haezi kuja, hapana. Yesu mwenyewe ametuahidi kwamba tutatembea katika mapito. Lakini atatuokoa. Hajasema ukiokoka hutapitia hapo. Kwa hivyo mimi pia najua changamoto ziko na zitakuja, lakini my guarantee is that God's grace is going to carry me through. Amen. Yes. Amen and amen. Tukiangalia baadhi ya ujumbe ambazo zimetumwa hapa, kuna moja hapa anasema ni Erastus, anasema kutoka Machakos, anasema napenda Sidima. Alafu kuna Christine anasema niko ndani ya program, mimi ni upcoming musician, ningependa kujua tu yeye alishikwa mkono na nani kuingia pale studioni, maana mimi niko na uoga fulani. Huyo ni Christine. Yes. Naweza nikamjibu moja kwa moja. Christine, kushikwa mkono ni ukweli. Lazima upate mtu ambaye atakuelekeza. Like you cannot walk blindly kwa studio. Kwanza mimi nakumbuka kabla nianze muziki, nilikuwa na ile ya nitaanzia wapi. So tufanye hivi, wewe omba Mungu. Alafu najua Mungu atatumana mtu. Na mimi maybe naweza kuwa ndo huo mtu ametuma. So I will share through Evelyn, I will share my address to you. Then tutalink up, nione vile nitakuunganisha angalau uingie studioni. Lakini usibebe sana kama sasa kushikwa mkono like in that, ni kuonyesha tu direction, kwa sababu muziki tunaofanya ni wa Mungu. Na hakunanga ati hii ni yangu, ni studio yangu. No. So kama ni kuonyeshwa tu mlango wa studio uende ukarekodi, mimi tayari naweza ngakuonyesha. Because even mimi nilionyeshwa. Kuna mtu ambaye nilimuapproach, niliona amefanya, kama dada umefanya basi nipeleke, akanipeleka. So mimi pia nitakupeleka. Amen. Namuona King's daughter anasema more grace classmate. Alafu Chari Jola asema barikiwa sana dadangu, Mungu azidi kukuinua. Namuona Henry Priest asema getting you loud and clear. Pastor Jairus Martin vile vile anasema fantastic. Kuna mwingine hapa anasema kazi nzuri hivi. Niulizie huyo mwanadada iwapo anaweza pewa bahasha ya kufanya kazi ama uimbaji kwenye klabu, atakubali? Hapana. Na si bahasha tu ati kufanya, nishapata paka invite za mtu tufanye kolabo. Lakini kuna ile conviction ndani yangu ya kwamba
hatuko barabara moja. Bora yeye si mhudumu vile mimi nahudumu. Kama huyo tu kama ni kolabo tu haiwezi. Itakuwa kuimba club. Lakini labda ni kuchallenge kidogo. Inaweza kuwa nikuulize tu kama wewe hapa binafsi una ujumbe wako ni kuwaleta wale ambao hawajaokoka kwa Mungu. Sasa upate kwamba labda kuna walevi mahali unaweza enda kuwahudumia. Sasa inategemea na uhudumia wapi. Unajua nini? Inakuaga you bring the person closer to where you are. Ndio muweze kuongea lugha moja. Kwa hivyo mimi niwalete karibu na mahali niko. They want to listen to the word of God. Let them come to where I am. Sasa mimi nienda kwao. Wajua nikienda kwao they have a chance of alafu kuni-convert. Alafu unajua mziki inakuanga each and every voice has a spirit in it. Kila mziki utaanalyze vizuri. Kuna nyimbo ambazo zinashusha uwepo wa Mungu. Kuna as much as kuna some gospel songs na kuangaza kufariji tu. Kuna zile za kuambia Mungu njoo nisaidie. Kila mziki unakuwa na spirit ndani yake. Na hiyo ndio sababu kama mimi sitakangi kufanya mziki na ndugu zangu wa secular. Si ati na wahukumu, hapana. Ninatambua kila mziki uko na spirit ndani yake. Sasa ule mziki ambao naweza fanya na ndugu yangu wa secular utakuwa na spirit na kali. Unanielewa? Si ati na wahukumu ama haiwezi, hapana. Lakini there must be that spirit in that music that we are taking to the world. Amen. Yes. Barikiwa sana. Kwa dakika chache tu nataka tupate kibao God in Everything. Hichi ndio shajuzi. Yes. Labda tueleze kidogo kuhusiana kabla tuje kumalizia sababu muda ndio ule. Kama nilikuwa nimekueleza nilikuwa na kipindi kigumu sana katika maishani. Ni vile tu kwa sababu ya muda haiwezi kuelezea, lakini Mungu akutupatia nafasi next time tutaeleza kwa ukinaga ubwaga. Lakini baada ya kuvushwa ng'ambo ndio nikapata wimbo ambao unasema it's been God. God in everything. Like I do not take it for granted for where I am. It has been God. So it is a thanksgiving song. Ni wimbo wa shukrani, ni wimbo wa kumtambua Mungu, ni wimbo wa kumwambia Mungu, yes, utukufu ni wako. Hallelujah. Amen. Wacha tusikize kwa kiduchu tu alafu tuje tumalizie. Sawa. Hallelujah. Halle, halle, halle. It's been God. It's been God. God in everything. It's been God. It's been God. God in everything. Maishani mwangu nimemuona, hakuna kama yeye nishaona. Umbali nimetoka, ushuhuda ninasema. Umbali nimetoka, niye amenitoa. Hello. Vita amenipigania, vita amenishindania, vita amenipigania, vita amenishindania. It's been God. Hello everyone. It's been God. God in everything. It's been God. God. It's been God. God in everything. Walinituona pale chini, nikingangana, nikihuzunika na kungangana. Yes. Wanaulizana imekuwaje kufaulu masomo, imekuwaje wana familia nzuri, imekuwaje amebarikiwa na mali, imekuwaje huyu Mungu amekuwa upande wangu, huyu Mungu
mie tupa motoni, tanuru ya moto niteketee. Kumbe shimoni mna simba wa Yuda, kwenye tanuru ya moto mna mtu wa nne. Kumbe shimoni mna simba wa Yuda, kwenye tanuru ya moto mna mtu wa nne. Huyu Mungu amekuwa upande wangu. Nigani ya Yes, in everything. purely God. Aki amekuwa ni Mungu. Amekuwa ni Mungu. Tamu tena sana. Yaani muda umeyoyoma, muda umeenda, tungekuwa na nafasi. Tungedansi mpaka kesho yake. Muda inasonga na ndio watu wanaendelea kutuma maswali. Humphrey Gigwai anauliza, je, muulize ako na mtu? Muuliza mtu wa aina gani? Mtu wa aina gani? Mtu wa nne yupo. Unajua, Lydia, kwenye kujitambulisha kwako. Sikusema. Ndio ni vizuri ujitambulishe. Haya basi, na mtu jamani, na mtu. I hope Humphrey Gigwai amesikia kuna mtu. Kuna mtu yuko mtu. Bila shaka. Tunakamilisha kwa sababu muda wetu umeyoma kwa haraka tu. Mtu akitaka kupata nyimbo zako anazipata wapi? Na neno la mwisho tu ambalo unaweza ambia wasikilizaji. Amen. Ndio. Kinitafuta kwa YouTube naitwa Lydia Nzale. Facebook Lydia Nzale Mazo. But it's generally Lydia Nzale all through. Kwa Facebook ukitafuta Lydia Nzale tuko like 50. Kwa sababu Nzale jina la familia. But for me specifically is Lydia Nzale Mazo. Kihuduma kanisani na shiriki pale AIC Embakasi. Ukija pale hutanikosa. Na hata kama utanikosa utaambiwa niko wapi. Kwa sababu that is where I fellowship. So that is basically where you can find me. Na neno la mwisho. Kwa kuambia unanitazama, kwa kuambia unanisikia, na nataka kukuambia kwamba maisha yetu yako mikononi mwa Mungu. Huenda unajua jana ama unajua leo, lakini kesho huwezi jua. What am I trying to say? If you can try and fix your life in the ways of God, better for you. Let's try and just fix our lives in the ways of God, so that he can determine our future. Amen. Ndio tuishi kwa malengo ya Mungu. Biblia inasema, na nakuacha na hili: heri siku moja uweponi mwa Mungu kuliko miaka 1000 mahali pengine. Amen. Jaribu tuweze kuishi hii siku moja uweponi mwa Mungu. Hallelujah. Mungu akubariki. Barikiwa sana. Shukrani sana Lydia for coming. Mungu akubariki, kibali cha Mwenyezi Mungu kiwe juu yako. Amen, asante. Amen. Asanteni sana ATG kwa mwaliko. Na nashukuru sana kwa mchungaji Pastor Dairas, mchungaji wangu, nashukuru kwa connection. Amen. Mimi nashukuru sana. I'm so humbled, and for the many servants of God who are praying with me, who have walked with me. I cannot mention all, but Mungu tu awabariki. Amen. Yes. Amen. Shukran sana. Unaweza tafuta Lydia Nzale pale kwenye YouTube. Subscribe, like and share. Nyimbo zake ziko pale. Ni saa 3 kwa Isani Rock Industries.